TV. Nkatho cha mwanya mutegeri nuntu bagwitana mbere na kwithirwo gwatanite na bautwe ndene ya Weru TV aria ntukuya narua turi na Good Cure clinic herbal clinic na ntukuya narua ndagitari wa clinic ejene wakethirwo ageturitana na gututariria mantu jege mirimo mwanya iria ntu baba ingi bethairwa mbuga bakithugania mirimo eje tiumba kura kana etiumba kwithirwa ikethira kana kurigitwa mwanka ekathira mwere buru ende Good Cure ne batigaira bao kia mitaratara yonthe ya kuona ndawa ya kuthimwa na kinya bakathingateria na gutigira murimo juria uri na juju kwithirwa jokethira buru araniria na bao tugukurukira namba SMS inya kibogo Ithatu 31 mbetagwa Maureen Kinya. Asante sana kwa kufika kwenye studio zetu za Weru TV. Karibu sana, tusalimie kidogo. Aha. Kwanza niseme kwamba na nisalimu ndugu mtazamaji mahali popote ulipo nyumbani, na nikwambie karibu sana katika kipindi chetu ambacho ni kipindi cha afya, na ni kipindi ambacho huwa tunakujaga hapa ili tuweze kuangazia mawili matatu kuhusiana na kanuni za afya, na zaidi ya yote tuweze kuelimishana, kwa sababu mwisho wa siku tunahitaji kuishi, na kuishi ni haki yetu, kwa sababu kuishi ndio kitu muhimu sana duniani. Na kwa sababu hiyo niseme ya kwamba na mimi niko salama. Wiki hiyo imepita, Mungu amenirinda, Mungu amenifanya nikuwe sawa, na namshukuru kwa yote. Kwa maana hiyo niseme ya kwamba mimi naitwa Mathias, na Mathias ni daktari ambaye huwa anafanya kazi na clinic za Good Cure Nutrition Clinic. Good Cure Nutrition Clinic ni hospitali ambazo huwa tunapatikana Weru Town, na tunapatikana Nairobi, tunapatikana Mombasa, tunapatikana katika maeneo tofauti. Lakini katika maeneo haya ya Mount Kenya ama katika upande wa Mlima Meru ndio tunakuwa na hospitali yetu kubwa. Na ukumbuke kwamba Weru Town huwa tunapatikana pale nyumba inaitwa Coffee Tree Building. Coffee Tree Building iko pale opposite Nchege Plaza. Ukifika pale Weru Town uliza Nchege Plaza, hapo kwenye ofisi za NSSF opposite ndio nyumba inaitwa Coffee Tree Building. Na ukitaka kujua vizuri unaweza kauliza Nteto Driving School iko wapi, maana tuko nyumba moja na Nteto Driving School. Kwa hivyo Nteto wako juu yangu na mimi niko hapo chini mlango namba 8, na hapo ndio huwa tunatoa huduma zetu. Kwa maana hiyo niseme karibu sana na karibu sana tena zaidi. Aswa leo Mathias, umetupangia nini kwa yale magonjwa ambayo labda umekuwa ukiona watu wengi huu upande wa Meru wamekuwa wakilemewa zaidi? Ningetaka niseme kitu kimoja. Kwanza kabisa si upande wa Meru, lakini naweza nikaongea kuhusu Meru kwa sababu kwa sasa Meru tupo, lakini niseme katika maeneo yote ambao tunapatikana, mara nyingi huwa mimi nakaa chini naanza kuangalia na kupiga darubini. Alafu tunaangalia ni magonjwa gani ambayo inasumbua watu sana, ni dawa gani ambazo zinaenda sana, kwa sababu mwisho wa siku lazima tunafanya hizo nani zetu, unanielewa? Na baada ya kuangalia ni dawa gani zinauzwa sana, kuna baadhi ya magonjwa ambao pia imekuwa ikitatiza watu, dawa zinakuja isimami, manake watu wengi ni wale wana matatizo kama yale. Lakini niseme ya kwamba watu wanagonjeka magonjwa mengi, but mimi nimekuja kurealize kuna mambo ya magonjwa ambayo huwa inatatiza watu wengi. Wakati nilikuwa hapa tuliongea kuhusu gastritis, masuala ya acid, masuala ya gasi, masuala ya H. pylori, na hiyo tulizungumza, lakini sitaongea hayo masuala yote ambayo inahusikana na tumbo, kuuma kwa tumbo, tumbo iko na gesi nyingi, tumbo iko na acid, sometimes huwezi kula chakula hivi, vidonda vya tumbo vinakutesa, tumbo inauma kila wakati, hyperacidity. Hizo ni baadhi ya vitu ambavyo inasumbua watu kwa muda mrefu. Pia kuna ugonjwa mwingine ambao imekuwa ikichangia ikisumbua watu sana, hasa magonjwa za rheumatism. When we talk about rheumatism, tunaongea kuhusu magonjwa yote ambayo inahusiana na masuala ya mifupa. Either ikuwe ni gout, either ikuwe ni rheumatoid, either ikuwe ni arthritis. Hiyo ni magonjwa pia ambayo imekuwa ikisumbua watu wengi. Na pia watu wengi wamekuwa wakisumbuka na infection, masuala ya UTI, infection kwenye njia za mkojo, matatizo ya kujikunaga njia za mkojo, kutokawa na abnormal discharge, sometimes mwanaume kukojoa na shida. Hizo ni baadhi ya magonjwa ambayo yapo. But for today, nilikuwa nataka kuzungumza kidogo kwa ugonjwa ambao tunaita rheumatism. Rheumatism ni neno la Kiingereza, lakini Kiswahili ama tuseme kifupi ama Kiswahili ni matatizo ambayo inahusiana na viungo. Maana niliambia ndugu watazamaji ya kwamba nasikia Meru wanasema ni magonjwa ya mpio.
Ni mpio. Aso wakati wa baridi, msimu wa baridi ukikaribia, miguu, Exactly. mifupa kidogo kidogo. Na ningetaka niseme hivi, hii ugonjwa ya mifupa, matatizo ya joint kuuma, hayo ni magonjwa ambayo kwa kijia moja tunaita arthritis. Arthritis ni ile mchanganyiko ya hizo magonjwa zote. Lakini pia arthritis huwa imegawanywa kulingana na zile magonjwa vile inakuwa, kwa sababu kwenye arthritis iko aina 3. Tuko na rheumatoid arthritis, tuko na osteoarthritis, tuko na rheumatism, tuko na gout. Ziko nyingi tu aina tofauti, but for now nilikuwa nataka tuzungumza kuhusu rheumatoid. Maana rheumatoid ni ugonjwa ambao inasumbua watu wengi. Kwanza tuulizane, hii magonjwa ya joint, magonjwa ya baridi, ni nini kinachangia baridi? Ni nini kinachangia arthritis? Ni nini kinachangia rheumatoid kusumbua watu? Mimi ningetaka niseme hivi, rheumatoid scientifically tunasemanga arthritis ama rheumatoid inakujanga wakati immune system kimakosa ina attack health body tissue. Unajua katika mwili immune system ni kama mimi na wewe. Immune system inafanya kazi pamoja na healthy body tissue ili kuzuia bakteria, germs ziweze kuingia kwenye mwili. Inafanya kazi pamoja na antibody. Kwa maana hiyo antibody na immune system inafanya kazi pamoja, but mistakenly, kimakosa, unakuta immune system imeaffect ama imeanza kugombana na body tissue. So ikigombana na body tissue inaiattack. Ni kama mimi na wewe ni marafiki, alafu all of a sudden tumeanza kugombana, tumeanza kupigana. So ikianza kupigana ama ikianza kugombana, hapo ndio tunasema immune system imeattack body tissue, and then baada ya body tissue kuwa affected ama baada ya kukwaluzwa, inaingia kitu tunaita inflammation. Sasa inflammation for instance ni kama vile sasa hivi unaweza ukakatwa kidore, and then mahali umekatwa hiyo area yote unaona imeanza kutoka ngozi, imeanza kuwa nyeusi. So inflammation inaanza kuaffect ile system, ile maeneo yote katika maeneo pale ambayo imekuwa affected. And in most of the time when the immune system imeaffect the body tissue, huanga inaanza kuleta some complication kwenye joint. Sasa unapofika kwenye joint, unaona katika joint yako kuna ile mfupa wa juu na mfupa wa chini. And number one, mifupa ya mwili especially miguu inafaa kuwa strong ili iweze kubeba hii mwili ingine yote. Na ujue katika joint hii ya juu na ya chini, katikati ya joint kuna kitu tunaita cartilage. Cartilage ni kale kitu kananyoroka, kanasaidia mara nyingi ile joint inafanya nini? Inaweza kumove pale katikati mifupa isisagane. So kwenye ile cartilage, upande wa cartilage ama hapo ndani kwenye cartilage kuna kitu tunaita synovial fluid. Synovial fluid ni ile maji inakuwa pale katikati ya mifupa. Ukienda uvunje kuku, kuna ile maji inakaa kama makamasi. Hiyo ndio tunaita synovial fluid. Sasa ile ndio inaanza kuafektiwa, inaanza kuwa na inflammation. Unanielewa? Ikianza kuwa na inflammation, all of a sudden unaanza kusikia kuna some issues ndani ya viungo. Unasikia kama unadungwa kidogo. Exactly. Unaanza kusikia ni kama unadungwa. Unataka kujikuna huko ndani kabisa. Alafu unajua kwenye hiyo mifupa, pale upande wa mfupa kuna mshipa moja ambayo inaingia kwenye nyama, tunaita tendon. Sasa ile tendon ndio inakuja inashika muscles. So kuna wakati unasikia mtu akisema ameshikwa na muscle pull. Muscles ni ile tumishipa tudogo tumekuja kwenye mshipa moja tunaita tendon. Sasa nayo tendon imekuja pale kwenye synovial fluid. Sasa wakati unapoanza kuwa na inflammation ama unaanza kuwa na ile inflammation kwa sababu wenyewe kwa wenyewe walianza kupigana, hapo tunasema mtu ameanza kushikwa na arthritis. Na arthritis inapoingia, kitu cha kwanza inaanzia kwenye vidole. Unaanza kusikia vidole za mikono vimeanza kuganda. Vidole vya mikono kidogo vimeanza kuuma. Unasikia wakati wa baridi, unaanza kusikia zile vidole ni kama haiwezi kashika kitu. Nerves zimeanza kuafektiwa. The nerves zimeanza kukufa. So inaanza taratibu. Inatoka kwenye kidole, inaingia kwenye kidole kingine. Inatoka hapo
Joint moja ikianza kuuma, hapo ndio unaanza kusikia mtu akikwambia akikaa chini kidogo, kunyosha mguu, anaanza kusikia mguu inatoa sauti. Kwa sababu inafanya nini? Ile imeanza kuisha, kwa sababu hiyo imeanza kutoa sauti, kwa sababu joint grease imeanza kuwa iko na shida. Unanielewa? So the more inakaa, the more ndio ugonjwa inaenda ikizidisha. Baada ya mwisho inaanza kuaffect ile synovial fluid, maji inapungua. Ikipungua, nini kinatokea? Cartridge zinaanza kuguzana. So zikianza kuguzana, hapo ndio nasikia mtu akikwambia kwamba akikaa chini si shida, lakini kuamka ni taabu. Kuna mtu sahi tunaongea hawezi akakaa chini ile ama kwenda choo, ile choo ya shimo. Maana kukalia ile choo ama kukaa kwenye ile choo, kuamka mpaka asimame na kamba. Maana joint zake zishakuwa na inflammation, ishaafektiwa, kwa sababu immune system yake kwa njia moja ama kimakosa imeanza kupigana na body tissue, the health body tissue ambayo inasaidia antibody. So watu wawili wakipigana, nini kinaumia? Kwa mfano tunasemanga watu wawili wakipigana ni nyasi ama watoto ndio wanaumia. Sasa kwenye watoto wa hizo vitu zinaumia, ni kitu tunaita antibody. So the antibodies zinaanza kuwa hazina uwezo. Ikianza kuwa weak, nini kinatokea? Mwili wako unaanza kuafektiwa kwa matatizo, kwa ile baridi inaanza kupenya kwenye viungo. Na sasa hivi tunapozungumza, kuna baadhi ya watu wengi wanaonisikiliza ambao wamekuwa wakijiuliza swali, na hii ugonjwa yangu ya viungo, na hii ni nini kilitokea? Maana miguu inalia, miguu inauma. And then kwa sababu hii magonjwa inaendaga na stages. Ikifika to the chronic stage, inaanza kupatia kitu tunaita ligament. Ligament ni ile sasa joint zinaanza kuachana. Ujue zikiachana ina lose proportion. Hapo ndio unakuta mtu anasimama, lakini mtu kutembea imeanza kuwa na shida. Mara nyingi ushaisikia mtu akikwambia mimi nasimama, akitembea anasikia kuanguka. Joint zimekosa nguvu. Maana sasa kwa sababu imekuwa affected, unakuta sasa mpaka calcium itself kwenye bones imeanza kuwa na shida. Na ningetaka niseme hivi, kuna baadhi ya watu wengi my dear ambao wamekuwa na hii hali ikiwarudia na ikiwatesa miaka nyingi, miaka rudi. Ukitaka kujua kama uko na rheumatoid arthritis, angalia wakati joint zako nasikia zinawaka moto, magoti inawaka moto, miguu inawaka moto. Sometimes unasikia ni kama unaenda na temperature. Kuna mtu anakaa namna hiyo, unaanza kuona jasho inamtoka bila sababu za msingi. Umenielewa? Yule mtu ameanza kuwa na shida, ameanza kuwa na zile shida, joint zimeanza kuwa weak. Sometimes unakuta yule mtu anakuambia yenyewe hata kutembea, nikipanda kamlima kidogo, kuteremuka ile mlima ni disaster. Na ningetaka niambie ndugu wasikilizaji, mara nyingi ugonjwa wa arthritis ama ugonjwa wa baridi inataka kutibiwa kabla haijaendelea. Manake ugonjwa ile ikifika to the chronic stage, mahali ya kupona inakuwa ni shida sana. Na ndio maana unakuta kuna watu wameenda hospitali miaka nenda miaka rudi, anatibiwa ugonjwa wa joint miaka nenda miaka rudi. Mara anaambiwa joint ziko na maji, mara anaambiwa joint aende afanyiwe therapy, mara anaambiwa joint afanyiwe masaji. Manake zile joint zake imeaffect nervous system, and once the nerves zimekuwa affected, hapo ndio unakuta mtu sasa mwili inaanza kulegea, anaanza kushikwa na general body fatigue. Umeona? Mwili inakaa tu hivi, asikii kufanya chochote, kuamka ni shida, inadhoofika tu na hakuna kitu amefanya. Kuna mtu sahi tunaongea hawezi akashika kitu kidogo ainue, hawezi akapata kamlima kidogo kamesimama, ama mteremuko kidogo, akiteremuka hiyo mtamkuta kule ameanguka. Inafikia kiwango nakuta watu wengi anashika mikwaju, anatembea na mti, kwa sababu miguu anasikia haina proportion, inaanguka. And let me tell you one thing, na arthritis ni mbaya, kwa sababu arthritis the more inaendelea inaanza kukula every vital part. Every vital part ni mahali popote kuna joint na move. Then kutoka hapo unaweza kukuta mtu vidole huku zimefula. Unakuta mpaka akisimama vidole vimerus proportion. Angalia watu wengi amesimama, lakini huku kwenye mapaja imeenda kombo. Unakuta miguu haisimami straight, imeenda kombo. Sasa hii mifupa inaanza kumbed. Na yule mtu kimchunguza sana, usiku halali, maumivu makali. Manake arthritis huwa ina affect sana wakati kuna baridi. Kama saa hii tunaingia msimu wa baridi, ile kuna kaga na ile kuna ndio ukuta watu wengi saa hii ikifika jioni ndio taabu inawaanza. Asubuhi saa 10 saa 8 huko
akijitoa blanketi kidogo, joint inamuuma, mwili wote inauma. Wengine saa hii tunaongea, akienda kulala usiku lazima ajifunue miguu ikae wazi, manake miguu ile nasikia ni kama inawaka moto, ni moto inatoka, so hataki kitu imguze. Umeona? Hataki kujifunika hata kidogo. Wengine akijifunua kidogo, miguu tu ajifunue kidogo, kabaridi kidogo ingie, hatarara tena. Na ndio maana clinic is a good care nutrition clinic katika hospitali zote, na mimi nasema zote kwa zile zote ambazo ninajua, especially hapa Weru Town. Kama kuna ugonjwa, kliniki zetu tunatibu kwa ufasaha. Na najua ndugu watazamaji wanajua, clinic is a good care nutrition clinic. Sisi ni wataalamu wa magonjwa yote inahusikana na viungo na mifupa. Hiyo hatuna shida na hatuna shaka. Samahani, hatubahatishi. Kwa sababu kitu tunafanya sisi, unapokuja lazima tuangalie ni nini kimechangia arthritis yako, ni nini arthritis yako imetokana na nini, then from there lazima tukuelekeze tunapokutibu arthritis. Pia kuna vitu ambavyo tutakufundisha jinsi ya kuziacha na zingine ufuate. Alafu ukifuata dawa zetu, masuala yote ya nerves kuwa na shida haitakusumbua tena. Saa hii tunaongea, kuna mtu hawezi simama hivi apinduke, manake ashaafektiwa pande hii yote ya shingo, mikono, miguu. Wengine wanakaa kwa sababu unakuta ile tendon, ile mshipa ambayo imebeba muscles imekuwa na shida. Unakuta hizi muscles ziko na shida. Kuna mtu saa hii tunaongea, akikaa chini hivi ama alale, mpaka makario akikaa chini hivi kuamka ni taabu, maana makario inauma, nyama zinauma, anakuambia mapaja yote inauma, miguu inauma, mpaka inabadilisha kinani. Na ndio maana ninaambia ndugu wasikilizaji nyumbani, sisi Good Cure Nutrition Clinic, mimi sijisifu, lakini namshukuru Mungu aliyetupa uwezo. Maana hakuna mtu ambaye ashaikuja kwenye hospitali zetu na shida za viungo ambaye alirudi nyumbani jinsi alivyokuja. Cha msingi tunawaelekeza utaratibu wa kufuata, na pia unapofuata dawa lazima tukupe utaratibu, manake pia hata mazoezi inachangia. Manake pia kuna watu wengine unakuta anashikwa na hizi shida za rheumatoid arthritis kwa sababu ya kuwa na overweight. Umeona, wale watu wako na kilo nyingi, uzito mwingi, pia inaletaga arthritis. Unanielewa? So lazima uangalie, unaona huyu mtu ni mkubwa sana, weight yake ina bed ama inalalia kwenye nyonga. Kwa maana hiyo huyu mtu, kwa sababu imempa arthritis, ili arthritis yake ishe, si kumpatia dawa za arthritis kwanza. Lazima tumpe dawa ya kumaliza cholesterol. Unaona, tuna regulate zile crystals, cholesterol crystals. Ile kilo zake zinapungua na ka standard weight. Kutoka hapo tunamaliza ile baridi ambayo imeingia kwenye mwili na watu wanaenda sawa. Na nikwambie ndugu mtazamaji, kama umekuwa ukihangaikia shida za viungo, huwezi lala, huwezi jifunika na blanketi miguu kwa sababu inawaka moto, miguu ikifunuliwa kidogo inasikia inauma, ukikanyanga maji kidogo miguu ina kila wakati inawaka, maana zote miguu inakuuma, huwezi enda kufanya kazi zako, huwezi inama. Saa hii tunapoongea, mgongo inatatiza, inauma watu wengi. Na wacha nikwambie, arthritis of late haina age limit. Hakuna mtu aweze kugojeka arthritis. Zamani ilikuwa inagojeka wazee. But of late, kwa sababu ya poor diet ambayo tunatumia na chakula mbaya, hakuna mtu ambaye hawezi kugojeka arthritis. Inagojeka mpaka watoto wadogo, inagojeka watu wa makamu, inagojeka watu wa aina yote. Na arthritis ina maumivu. Ukienda hospitali zote, uende mpaka Ulaya, arthritis haina dawa. Lakini arthritis, dawa ya arthritis inatokana kwenye dawa ambazo hazina kemikali. Na sisi tunatumia dawa ambazo hazina kemikali, dawa ambazo tunatoa kwenye mataifa za nchi za nje. Sisi dawa zetu huwezi ukazipata huku. Dawa zetu tunatoaga nchi za nje, India. Na sisi tukiagiza dawa, tunaagiza dawa tumefanya utafiti, hazina kemikali na ni nzuri, zina uwezo ya kwamba tukipea ndugu zetu, dada zetu na kina mama, yani itawasaidia. Ndio ile pesa kila wakati wanaharibu na hospitali. Umepata hii pesa, unauza ng'ombe, unapata hii karibu unauza shamba, kwa sababu mwili wako imekulemea. Isikulemee saa tena, ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji, kuja kwenye clinic za Good Cure Nutrition Clinic. Nambari yetu ya simu iko kwenye screen yako ya 0722309381, na tunapatikana Weru Town. Na Weru Town tunapatikana pale nyumba inaitwa Coffee Tree Building, iko opposite Nchege Plaza, hapo Nteto Driving School. Uliza tu ofisi za Nteto Driving School, ingia na hiyo corridor, mlango nambari 8. Kuja hapo tukupimie, tukusaidie, tukutibu, na baada ya muda kidogo
nenda ukafanya shughuli zako na kazi zako. Wale wanashikwa na muscle pull, na wale wanashikwa na zile maferricon veins, mishipa imejaa kwenye nini zao, kuja tukusaidie. Ndio. Na hii mambo ya tuseme mtu wale ambao wako na ujauzito, tuseme amepatikana na arthritis bado akiwa hajakamilisha ule ujauzito, bado mnawaangalia ama mtangoja kwanza ujauzito labda afikie apate na mtoto ndio labda msaidie? Mi kuna kitu kimoja nitakwambia. Mara nyingi nasema tena, dawa zetu hazina chemical. It is very natural with a lot of medicinal property. You get my point? With a lot of medicinal property. So kitu yoyote haina chemical haina side effect. So unapotumia, ndio maana wasikia mwanamke mjamzito kuna dawa havia katumia hizi dawa zingine za kizungu, juu ziko na kemikali, na kemikali iko na side effect, huenda ikakataana na ile mimba ama ikaleta matatizo. Unapokuja kwenye dawa zetu, it doesn't have any problem. So the most important ndio kujua yule mama akona arthritis. Ndio. Kuna wengine wako na arthritis lakini cha kwamba anatumia dawa, lazima kila wakati uwe unamuangalia katika uangalifu wa daktari. Na ndio maana sisi hatukupei dawa tunakwambia nenda nyumbani kaa umeenda kupona. Hapana. Lazima tufanye follow up. Na clinic za Good Care Nutrition Clinic, niliambia madaktari wangu lazima mgonjwa anafuatiliwa. Hata kama mgonjwa umempea dawa ameenda nyumbani, ikimaliza wiki, chukua simu ni ya ofisi, pigia mgonjwa wako simu, muulize bwana, tumekutibu wiki jana, unaendelea vipi? Unajua wakati mgonjwa naona unamumind, unamsikia, unamfuatilia, anasikia amani. Maanake daktari wake anamfuatilia kwa sababu tunataka apone. Sisi hatukutibu ili uwe customer wetu. Hapana. Tunakutibu ili utume hao wengine wako na shida, tusaidiane, maanake kuishi ni haki zetu. Kwa hivyo natumaini wewe ndugu unatizama, mama yako amehangaika, wewe mwenyewe umehangaika, baba yako amehangaika, msihangaike tena. Kuja kwenye kliniki za Good Care Nutrition Clinic. Na kesho niko kwenye kliniki. Unaweza ukakuja kesho, utanipata kwa kliniki kesho, tutasaidiana. Na hiyo hali yako haitakuwa hivyo tena. Hakuna haja kila siku nahangaika na pesa zote, kila siku hospitali. Umekuwa dustbin ya magonjwa. Magonjwa yote ikija, kuna watu ukienda nyumbani kwake ni chemist. Unakuta kuanzia yani nje chupa zimejaa huko, na zafikiri ni kiwanda. Hapana. Tena mwili hairuhusiwi kuwa inatumia madawa kila wakati. Too much of anything is poisonous. The more unatumia dawa kwa muda mrefu, the more ina affect antibody zako, immune system. And the more immune system iko affected, the more magonjwa nyingi itakuwa inakuathiri. Unanielewa? And the more inatengeneza toxin, sumu nyingi kwenye mwili. Unaweza kukuta damu yako imejawa na sumu. Unanielewa? So the most important ni ukuje kwenye kliniki za Good Cure kesho. Kesho niko na wewe, nitakutibu hao magonjwa na itaisha. Na si hiyo tu, unajua kuna labda pengine infertility kwa sababu ya wakati, wale watu ambao wametafuta watoto kwa muda mrefu hawapati, wale watu labda walikuwa na watoto ama mtoto mmoja, wawili, wanataka watatu, shida inakuwa nini? Mimi ningetaka niseme hivi. Uzuri wa kliniki za Good Care Nutrition Clinic, tunatibu magonjwa mengi. Na madaktari tuko na wengi. Na kila daktari ana ujuzi wake, mahali amefikisha ujuzi wake. Mimi ndiye kiongozi wao. Kwa hivyo kama ni magonjwa ya tumbo, ya asidi zote na matatizo yote ya tumbo, tuna daktari specialist ambaye ndiye atahusika na hiyo ugonjwa peke yake ya tumbo. Asitibu magonjwa mengine. Kama ni daktari, kama ni mtu akona infertility, tuna daktari wa infertility, wale wa matatizo ya gyno. Because actually kama saa hii ningetaka niseme hivi, Good Cure Nutrition Clinic, sisi hata bila kujisifu, ni vizuri ukuje uone, ndio wache kuambiawa hiyo kliniki. Ndio ukuje usemaga na ni kweli Mathias ako sawa. Kweli Mathias, na mimi sijisifu, na shukuru Mungu, maana yake ndiye ametupa hiyo neema na kukubalika na watu, na dawa zetu zinawasaidia. Kwa hivyo niseme hivi kwa sababu ya muda na wakati. Zaidi ya kwamba tunatibu hizo magonjwa zote za baridi, arthritis zote ambazo zinasumbua, pia infertility tunasaidia kwa njia nzuri sana. Wale wa mama wote ambao hana mtoto, umetafuta mtoto umekosa, ama labda pengine muda wako mwingi umepoteza na ndoa, umekaa miaka 10, ndoa hii imeshindikana, na wewe umetafuta mtoto miaka yote umekosa, ama unashika mimba zinatoka. Sisi ni wataalamu wa kusaidia kina dada
ambao wako na shida kama hizo, kwa sababu pia tunataka upate amani na upate furaha kwenye marriage yako. Na marriage bila watoto, hiyo marriage lazima ikuwe ina yumba yumba. And that's why tunasema hivi, kwa wale wote ambao wako na shida za infertility, mwanamke hauna mtoto au unashika mimba zinatoka, ulienda ukapimwa na daktari, ukaambiwa ufanyiwe x-ray, ukaenda ukapigwa ultrasound, ukaambiwa mirija imefungana, uko na problem ya fallopian tubes, uko na blockage, uko na shida za ovarian cyst, uko na macyst kwenye ovaries, au labda ukaambiwa nyungu ya mtoto iko weak, haiwezi kabeba uzito wa mtoto, ndio maana unashika mimba zinatoka. Usihangaike tena. Ningetaka nikuombe kwa uwepo wa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kwa neema za Mungu, na pia katika kujitolea kwako, hebu ingia kesho kwenye kliniki zetu za Good Care Nutrition Clinic. Kuja tukutipimie, tujue ni nini kilichangia mwanamke ukose ujauzito. Kuna wengine ambao walikosa mimba kwa sababu labda pengine katika ujana wake alikuwa ametoa mimba kadhaa, lakini kutoka siku hiyo ikawa aliweza kutempa na zile tubes zake. Au labda pengine we mwenyewe ulitoa mimba zako 2-3 mpaka siku hiyo unashika mimba zikitoka. Sasa umetafuta, umeenda kwa maombi, unaombewa, lakini wapi? Kutafuta mtoto, shida ya mtoto si maombi. Kupata mtoto lazima, kitu cha kwanza, hata kama maombi tunaamini nguvu za maombi, lakini hii maombi Mungu anasema na aliye mgonjwa amuone daktari. Unanielewa? Aliye na matatizo haya mengine aende aone wazee wa kanisa. Kwa hivyo kazi zimegawa. Kwa hivyo mgonjwa ni daktari, kwa sababu unaonaga wengine ako na ugonjwa, mwingine ako na ukimwi, ako na hii magonjwa, badala ya kunywe dawa anaenda kuamini sana ya kwamba maombi itamponya magonjwa ambao anafaa kuamini kutibiwa. Baadaye unakuta anapoteza uhai wake, anapoteza maisha. Ndio maana tunaambiaga watu, iwaje sisi ni Wakristo tunaamini injili ya msalaba, lakini pia masuala ya madaktari na masuala ya magonjwa, ona daktari. Mtoto ni uone daktari akutibu mahali kuko na shida, upate mtoto. Si namna hiyo? Na hata wale wazee ambao hawana uwezo wa kupea wanawake mimba, pia tunawasaidia. Matatizo ya low sperm count, tunawasaidia. Ma-infection ambazo zipo katika njia za mikojo. Unaona sasa tunaongea. Mimi nakwambia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhana, I am telling you, mbele ya Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, ya kwamba sisi, ukija kwenye kliniki zetu, zile faili tumeweka kando, tumeandika zile faili tumeandika crossed, ni zile za watu ambao wamepata watoto. Na fikiri wale watoto wameweza kuzaliwa kwenye kliniki zetu za Good Cure, kusema kweli mbele ya Mwenyezi Mungu ni wengi, na najua ndugu watazamaji wananijua na wanajua sisi. Na wewe labda pengine uko hapo, wewe ni mmoja wa wale watu walisaidikia hospitali zetu. Ni vizuri uambie mwingine ambaye anahangaika, kwa sababu lazima tuangalie shida ni nini kilitokea, kwa nini upate mtoto, ni kwa nini kiliharibika. Then kutoka hapo tunaanza hiyo process, na process ya kutibu utasaidika. Kwa nini ukae nyumbani tena? Kuja kwenye kliniki za Good Cure kama uko na matatizo kama hiyo ya infertility, matatizo ya miscarriage, matatizo ya pregnancy za zile za ectopic, shida za ma-infection, ma-UTI. Kila wakati UTI hazishagi, ukipimua UTI, wanawake kujikunaga njia za mkojo kila wakati, matatizo ya ukosefu ya nguvu za kiume kwa wazee, shida za prostatitis. Wale wazee unakutaka na kuambia ya kwamba 100 ni kubwa kuliko 100 nyingine. I am telling you, kwa sababu huyo ugonjwa ni magonjwa imetatiza watu wengi. Kuna mwanaume sahihi ananisikiliza, lakini akiamka asubuhi, na niseme hivi kwa mafumbo, unakuta mara nyingi akiamka anakuta 100 inaanza kuwa kubwa, hii 100 nyingine ni kidogo, alafu inafula na inamuuma. Hizo ni matatizo ya kitu tunaita prostatitis. Na hizi problems za prostatitis ikiendelea inapea watu shida za prostate. Unanielewa? Shida za prostate. Na hii ni shida ambayo tunaitibu, na tunaitibu vizuri sana. Pia tunatibu wale wako na shida za goiter. Shida za thyroid. Umeona Kuna watu nakuta huku anafula shingo, ako na goiter, alienda akabua atafanyiwa operation, basi lazima ufanye operation. Kuna njia nyingine unaweza kutumia. Ndio maana unasikia hospitali zetu na dawa zetu zinaitwa alternative medicine, kwa sababu there is an alternative in every problem. Every shida iko na alternative. Unanielewa? Hakuna ugonjwa haina alternative. Unanielewa? Kwa sababu hata ukimwi iko na alternative. Na alternative ya ukimwi ni ukule vizuri, fuata sheria za daktari, utaishi miaka yako yote ambayo unataka kuishi. Si kweli? Si kweli? Tukimalizia daktari sasa. Ndio. Tukimalizia. Sasa mimi nikimaliza ningetaka kuambia ndugu watazamaji ya kwamba wiki hii isiwapite. Manake tuko na wao, na siku ya kesho mko na promotion, si wiki? Promotion wiki hii
hatuna wiki hii hatuna promotion, but ile kitu ningetaka niseme ni kwamba ile kitu sisi tunafanya, tunapeana promotion kwa muda kidogo, but mimi ningetaka niseme hivi, wale watu ambao wako na magonjwa ambayo inawatesa, kumagwa na mgongo, ugonjwa kama hiyo nimeelezea, arthritis, kizunguzungu, uko na high blood pressure, labda pengine uko na sukari, diabetes imekusumbua miaka nenda miaka rudi, mpaka unaona umefika mwisho wako. Hujafika mwisho, kuja tusemezane, ukae kiti yako hapo na mimi hapa kwa ofisi, tuambiane shida ilianza lini. Ngoja tuangalie, tukupime dakika kidogo taratibu, dakika zako 20 pole pole kila mahali, nikuambie shida yako inatokana na hii na hii na hii, tutaitibu namna na shida yako itaisha. Kwa hivyo ndugu mtazamaji, hakuna haja ukae na magonjwa tena. Hakuna haja kila wakati unahangaika. Hauna amani ukiwa duniani. Na saa zingine hata ukifa utapata amani mbinguni kwa sababu ya yani mambo unafanya. Basi ni vizuri upate amani duniani. Huku ni kuzuri. Kwa sababu hata unasikia hata Mungu anasema ni Mungu walio hai. Anapenda kitu kiko hai. Kuwa uhai ni kitu cha maana. Asante sana, na hakuna mtu apendi kufa. Kwa hivyo karibuni na watu wa Maua. Kesho ninatuma daktari Maua. Kama umetoka Maua ungetaka kuja kupimwa, kuja Maua kesho. Ukifika Maua piga hiyo namba iko kwenye screen yako. Kesho ofisi niko Meru Town kesho, na utaniona mimi mwenyewe na nitakuona kesho. Kujeni mapema, shida zenu ziishe. Asante sana Daktari Mathias kwa kupata nafasi na kuja kutuelezea zaidi, hasa wale watu wakuwa wanaelewa ugonjwa wa arthritis vile huwa unaingia kwenye viini na viungo vyetu. Asante sana. Tuthe tugeche manakire Nteto cheto cheru Thaa Ithatu beta Maureen Kinya. Ni Weru TV.